Wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema kiongozi wa umma na si mwingine Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama ndugu zangu, napendelea tena na siku ya leo kuzungumzia sihru ad-darbu. Sihru ad-darbu maana yake sihru al-amrad, ni ugonjwa wa kupandikiza maradhi. Ili nalo ni tatizo ambalo lipo, lakini binadamu wanashindwa kulielewa. Ama ndugu zangu, katika kutafiti yapo magonjwa ambayo yanayostahili kupambaniwa na sisi ambao ni matabibu wa kisomo na dawa mbalimbali za kiasili. Magonjwa hayo yapo yanayowasumbua watu, basi watu wakae watambue hiyo sihru darbu ipo, kwamba mtu anaweza akapandikiziwa gonjwa ambalo likienda hospitali halitibiki. Ima kisukari, anaweza akapandikiziwa kisukari, anaweza akapandikiziwa magonjwa mbalimbali. Watu wanaweza wakashangaa, hivi ni kweli yawezekana mwanadamu kurogwa akapandikiziwa malaria, akapandikiziwa typhoid, akapandikiziwa kisukari, akapandikiziwa pressure? Je, yawezekana? Naam ndugu yangu, ushahidi nadhani tunaupata katika vitabu vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Napo ni pale Nabii Daud, Nabii Ayub alayhi salam, yuko katika Bible alhamdulillah, lakini yupo katika Qur'ani pia, ameelezewa kisa chake. Ibilisi laanatullahi alayhi aliomba aende akamfanyie mtihani Nabii Ayub alayhi salam. Kwanza amuondolee mali, kwanza akaroge mali yake na iondoke mali yake, lakini pili akaenda akaomba tena amuondolee watoto. Mungu alikubaliana, akamkubalia Ibilisi, basi mpe mtihani mja wangu, ninachoamini mja wangu hawezi akaniasi mimi, na hata kama yakamkuta akakutwa na jambo gani hawezi akaniasi mimi. Kitu kilichotumika pale, Ibilisi alitumia uchawi. Jambo la kwanza, kuteketeza mali yote ya Nabii Ayub alayhi salam. Mara Ayubu akarudi katika ufakiri, lakini Ibilisi alipoona pale Nabii Ayubu hakutetereka, akaondoka mpaka kwa Allah tena akalia, naomba nikamtahini kwa mara ya pili. Akampa manenda, akamtahini kwa mara ya pili, kaja akaua watoto wote wa Nabii Ayubu. Lakini alitumia kitu gani? Alitumia uchawi. Na mwisho kabisa akatumia sihru darbu, baada ya kuona mbona nimempiga uchawi wa mwili wake, nimempiga uchawi wa kuondolea watoto, bado ana afya na anaweza akaishi na wake zake, alafu akapata watoto wengine, basi ya Rabbi, naomba nimpe pigo lingine, nijaribu kwa mara ya mwisho, niende nikampe mtihani. Ndiye akamroga uchawi, ambao uchawi ule Nabii Ayub alayhi salam akawa ni mwenye kuwashwa mwili mzima. Kuwashwa kwake akajikuna, mwili ukaanza kutoa harufu, na kwenda kutoa kwake harufu, matokeo yake ukaanza kutoa damu, kupata madonda mpaka funza mpaka kuoza mwili mzima. Lakini kitu gani kilichotumika hapa? Kilichotumika ni sihru darbu, uchawi wa kutengeneza magonjwa. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, na wewe usiokuwa Muislamu ambaye mnasikiliza na ufuatilia mada zangu au mada zetu, ni kwamba mkae mtambue uchawi kwa mujibu wa hadithi hiyo au aya hizo tulizozisoma hapa, kuelezea kisa kifupi tu cha Nabii Ayuba alayhi salam, kwamba yale uchawi uliweza kubadilisha, uchawi uliweza kuondoa mali yake, uchawi ukaweza kuwaua watoto wake, na uchawi ukafikia stage kumuumiza yeye katika mwili. Na uchawi mkubwa ni upi katika uchawi wote duniani? Ndugu yangu Muislamu na wewe usiokuwa Muislamu, uchawi mkubwa kuliko zote ni uchawi wa magonjwa. Na ukiona mshirikina ameshakushinda sehemu zote, atakupiga magonjwa, na wakishindwa katika stage ya ugonjwa, basi hapo tena hawawezi wakakupata kwa ugonjwa wote, mpaka pale Allah subhanahu wa ta'ala anapokuchukua, atakapotaka kukuchukua wewe. Lakini watapambana, kwa sababu ndio uchawi mkubwa. Leo mwanadamu anapopata ugonjwa, akapata mfano kisukari, anaenda anatibiwa hospitali. Kisukari chochote unachoona kwamba ukaenda ukachomwa sindano ya kushusha sukari yako ikafikia 17, ukawa wewe unaenda mara ni 20, haijulikani inarudi 5, inarudi ngapi, inakuwa ni kutembea.
isiyokuwa na msimamo maalum, sukari hiyo ni sihru adharbu, ni sukari ya kutengeneza, inakuwa imetengenezwa na mikono ya binadamu. Kwa hiyo ndugu yangu, kama unahitaji kupambanua kuiondoa sukari hiyo, nafasi zipo. Tafuta muda inshallah, kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, uonane na wataalamu na wajuzi wa mambo hayo, na waamini kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala sukari hiyo itaondoka. Na watu wengi huwa wanakazana ni kwenye hospitali tu, hospitali unakazana na hospitali, sindano na hospitali. Matokeo yake hatukatai kwenda hospitali. Unatakiwa ukishajiona wewe sukari yako inapanda inashuka, inapanda inashuka ghafla, isiyo haina na msimamo maalum, wala ukichomwa sindano haishuki, inaishia kwenye 17, 18, 15, haishuki zaidi ya hapo. Hata ungechomwa namna gani ukabakia wiki nzima, wiki mbili, haibadiliki, basi sukari hiyo inaitwa ni sukari ya sihru dharbu, umepigwa ugonjwa huo. Kadhalika pressure, kadhalika magonjwa mbalimbali kama miguu kuwaka moto, kupata ganzi kwa mwili mzima, kuparalaizi na mambo mbalimbali, huu uchawi upo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu na wale msiokuwa Waislamu, uchawi kama huu, uchawi wa kutengeneza upo. Mtu anatengenezewa presha ya ghafla, au mtu anatengenezewa tatizo lake. Anaweza kuna mtoto mmoja, ilienda sehemu za Arusha huko. Yule mtoto bwana alionekana kwamba alikuwa ana jipu kwenye mfupa ndani. Alipoenda KCMC walipoangalia katika ule mtambo wa kuangalia, wakakuta ndani ya fupa katika nyonga kuna jipu. Wakamchukua binti huyo wakampeleka KCMC. Walipofungua mguu wake, kulikuwa kunaonyesha ile x-ray inaonyesha kabisa kuna kitu ndani kinatoa usaha, ni kitu ambacho wakasema wataalamu kwamba ni jipu, na lile jipu linatakiwa lipasuliwe. Ina maana mguu ule ufunguliwe, baada ya kufunguliwa ule jipu liondolewe, baada ya kuondolewa irudishwe mifupa sawasawa, binti yake sawasawa. Na kama vile nilivyotanguliza mada za huko nilizozungumzia, uchawi huo upo mashekhe. Na ndugu zangu mnielewe, baada ya KCMC walipoenda pale wakitizama x-ray, wanaona walipoanza kufungua mguu kufanyia operation, hawakukuta kitu chochote katika mfupa, hawakukuta kitu chochote. Badala yake walisababisha binti yule kuwa mguu wake ni mtihani tu, ukawa umerudi nyuma kidogo kwa sababu ya kufunguliwa. Ni kitu gani hii? Inaitwa sihru dharbu, ni uchawi wa kutengeneza magonjwa. Kwa hiyo ndugu zangu, tuwe makini sana. Sikatazi kwenda hospitali, tembeni mahospitali, lakini nenda hospitali, anza jaribu. Utakapoona sasa hili jambo limefikia mwisho, kwamba unaenda hospitali lakini hapana mabadiliko ya aina yoyote, hebu rudi na kwetu sisi tukusaidie wewe mja wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo leo nilikuwa ninapenda kuzungumzia sihru dharbu, sihru ya uchawi, yani magonjwa mbalimbali yanatengenezwa kwa kichawi siku hizi: malaria, typhoid, ukimwi, sijui kisukari, pressure. Haya magonjwa yote uwezekano wa kutengenezwa kwa sihru, kwa kutengeneza kichawi upo, na hilo jambo lipo. Kwa hiyo ndugu zangu, mtakapoona kwamba ni mtihani, hebu waoneni wataalamu. Kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, natumai jambo hilo litakuwa lenye kutatuka. Tumuombe Mwenyezi Mungu atuwafikishe, atupe nafasi na afya njema, ili tuweze kukumbushana mada zingine.